Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũtuĩka mwĩroreri wa kĩrathi gĩa Karo KINYUGO Mwaura. Ngagũcokeria ngatho, niĩ njĩtagwo Karo KINYUGO Mwaura. Ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ ũrĩa tabarĩra-inĩ ya This Is Me ndĩrakũrehera rũgano o ta ũrĩa menyerete, ng'ano cia andũ tũkaigua maũndũ matiganĩte, kũrĩa managerera na kũrĩa maumĩrĩire thutha ũcio. Na mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũguo ndĩrakoretwo ndakũrehera tabarĩra ya ũrĩa mũndũ aumaga gũkũ bũrũri-inĩ agathiĩ nja wa bũrũri gwetha mĩaramano. Ona ũmũthĩ no taguo ndĩracera o rĩngĩ kũrĩ rũgano rwa mũndũ wĩrĩga gũkorwo athiĩte bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia na agacoka bũrũri-inĩ matukũ matathiangĩte mũno mahĩtũku, na rĩtwa rĩake nĩ Nelly Sankale. Na tũtanaingĩra kũrĩ Nelly nĩgetha akorwo agĩtũhe rũgano rwake, akorwo nĩ hintĩra hanini atĩ she had the best employer in Saudi Arabia. Ngwĩraga haha tũiguaga ng'ano itiganĩte, na nĩ wega rĩmwe tũkaiguaga ng'ano ici very positive nĩgetha arĩa megũkũ bũrũri-inĩ mangĩkorwo makĩrirĩria gũthiĩ gwetha mĩaramano nja ya bũrũri-rĩ makĩmenye no kũrĩ nyeki green mwena ũcio. Na tũtanaingĩra reke tũmenya atĩ kĩrathi gĩa Karo KINYUGO Mwaura kĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya wendia wa mĩgũnda ya Brico Homes, na Brico Homes ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ marakwenderia Brico Heights ĩrĩa nĩ apartment cia 1 bedroom iria irathiĩ na thogora wa 2.9 million na deposit ũngĩigithia 900 nĩgetha ũkorwo ũkĩheo nyũmba yaku ihinda-inĩ rĩa mĩeri 24 that is 24 months. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria hũrĩra Pauline kũhĩtũkĩra 0721 077 077. Rĩu reke tũingĩre thĩinĩ wa ndereti ya ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩtereta na Nelly atwĩre bũrũri ũcio rĩ wamũhanĩire atĩa. Thengiũ mũno Nelly andũ a gwĩtĩkĩra gũkorwo hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa show ya ũmũthĩ ya This Is Me. Ũhoro waku? Mwega. Good. Nĩ ndakena nĩwe kũnjokeria ũguo tondũ nĩ ngũrigĩtwo kana hihi ndagwĩta Sankale nĩrĩkumĩra. Thengiũ mũno, nĩ tũkenete nĩ ũndũ waku gwĩtĩkĩra kwaranĩria na kĩrathi gĩa Karo KINYUGO Mwaura nĩgetha andũ arĩa marĩ kũrĩa Saudi, nĩ njũĩ hihi kũrĩa arĩa watigire kũu moya-inĩ nawe, na ningĩ arĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ matanyĩte gũthiĩ-rĩ makĩmenye rũgendo rwaku rwahanaga atĩa, na nĩ njũĩ nĩ rũgano rwa gwĩkĩra mũndũ muoyo. Thengiũ. So Nelly, warereirwo kũ? Mimi nilizaliwa wa Narok, nilizaliwa Narok. Nimeishi tu huko, nimezaliwa huko. Warereirwo muri ciana cigana Nelly? Kwetu tuko 4. I'm the first born. 3 girls, 1 boy. 3 girls, 1 boy. Yeah. Okay. Pengine unaweza tueleza kidogo, ulisomea Narok, ukasomea high school pia Narok, unaweza tueleza kidogo maisha yako Narok? Narok ni kuzaliwa, kulelewa, kusomea from nursery to class 8. High school nimesomea Nyandarua County, South KINYUGO, Jabini Girls. Haya. Gitwĩre atĩrĩrĩ Nelly, ũtana kinya gũthiĩ nja wa bũrũri-rĩ nĩgetha ũmenye kũrĩ na mweke Saudi Arabia rĩ, hihi nĩkĩ wekaga gũkũ bũrũri-inĩ? Nĩ wĩra ũrĩkũ warutaga nĩgetha ũmenye rĩu harĩ kamweke karabatara we gũthiĩ nja wa bũrũri? Nilikuwa tu hustler hapa pale, as in order to earn a living, ndo ule mtoi, as in upate food ya kupe mtoi, kulipa kani rent, ya kutukaa hiyo. Uko na mtoi mmoja? Niko na mtoi mmoja kwa sasa hivi 3.5. Okay. Pengine hii hustle ilikuwa nini na nini? Anything. Unafanya tu anything as far as upate pesa. Kibarua yoyote? Si ndio? Ndio upate pesa ya kulea mtoi. Haya. So ulijuaje kuna opportunity Saudi Arabia ndio sasa ifike ya kwamba uta apply documents ndio uweze kwenda Saudi? Okay. For me nilishikutamani but sikuwa na hiyo as in sandasemaje. As in sikuwa na msi anaweza nionyesha place naweza enda ndo ni access. So kulikuwa na mama fulani beshte ya mathangu alisikia about it, so akakuja akaniambia. Na hivyo ndo alileta tao kwa hiyo ofisi yetu Al Franklin. That's where I started from. Hiyo tu siku alinileta ndo nilianza hizo process hivyo. Process sasa ni kutafuta passport. Ukishaingia tu kwa agent, kuna kwenda shule 2 weeks. Shule unafunzwa nature ya Waarabu, culture yao, foods zao, vile unafaa kukaa na wao, tabia zao, something of the sort. Wow, Nelly, kabla niende kwa swali lingine, hebu nieleze umuhimu ya hiyo masomo yenye mlisoma kidogo for that moment kabla you go out of the country. Hebu tueleze what is the importance of that. Kwako uliona ili kusaidia? Sometimes inakusaidia cause huko utapatana na wase washaikuwa hiyo place, unaona wame experience.
So sometimes utakuja wakuambia aje Mwarabu ako hivi na hivi na hivi, unafaa kukaa na hivi. Plus unajua kuna sisi watu ushago kwetu hakuna mashini, si ndio? Si ukweli? So ukienda huko unafunza story na mashini za kufua, hizo vacuum vile zinafaa. So ukienda kule utakuwa na hard time juu umetoka huko kauna juu, kauna jua. Hivyo. Okay. Alafu sasa utafunzwa vile utakaa na Waarabu in case a misbehave, kuna venye mtakaa na kulingana na behavior zake vile ziko hivyo. Okay. So nieleze, umemaliza ku-apply passport na kila kitu, pengine kuna pesa ulilipa ndio uweze ku-travel out of the country? Ever from fare kutoka kwetu mpaka fare Nairobi, kampuni ndio ilikuwa inasimamia everything. Wow. Hata hiyo ku-travel to Saudi? Everything ni kampuni inakusimamilia. Haya, kabla ujaenda Saudi Arabia, pengine ulikuwa ushaisikia kuna watu wameenda kazi huko, na maybe what was your thinking by the time unafikiria uta-travel? Ulikuwa na woga ama hofu ama what was your expectation? Nishaisikia, unasikia msee akisema aliambiwa oshe nyoka, aliteseka. Lakini karo kulingana na zile mashida msee kuwa nazo nyuma, uwezi sikiliza. As far as you know kenye ushaipitia uko nyuma, uwezi sikiliza. Mi pangu uoga, mi si mtu wa uoga. Ukuitikia? Sikuwa na hiyo uoga hata. Okay. So finally kafika siku yako ya mwisho ndio uweze ku-travel, uache mtoto wako na uambie watu wenu kwa heri. What was the experience? Sasa unaacha mtoto wako, mwacha tena waende mbali. So how was it? What was your last moment ndio travel? Sometimes it's painful. Jumi mtoto wangu alikuwa 1 year 5 months nikimwacha that time. But unajua nikienda shule 2 weeks nilikuwa nimemtrain kumwacha hiyo moment, unaona. So nilikuwa tu nataka azoe for the time being, ndio nikienda hata kuwa na stress. But sometimes mse feel like nitamwacha simwachi hivyo. Lakini inabidi tu juu hata ukikaa hapo. Your mom was okay with your departure? Mamangu hatakuwa na issue from nianze ku-apply from anything. She was very supportive. Okay. Sasa siku yako ya safari ikafika na ukafika Saudi. Already uko na contract yako? Contract mse upewa kwa airport hiyo ama before? Before sasa ni leo. Ama unaendaka kwanza unasign hiyo contract. Alafu saa ndio hiyo siku ya kwenda ndio mnapatiwa hizo contract zenyu hivyo. But before unasoma unasign hivyo. Lakini chenye walikuwa kuahidi ndio ilikuwa kwa contract tu. Okay. Sasa venye ulifika, nani alikuchukua kutoka hiyo side? Nani aligotonga? Safari yangu ni refu. Tueleze tu. Nilishuka Damam first. Niliingia kwa Sania Madam. Mtoto wa Sania Madam ndo walinikujia airport. Then after airports tukaenda kwa nyumba ya Damam. By the way they were very welcoming. Siwezi complain. The funniest thing is that nilipata Mkenya kwa hiyo hao. Na alikuwa ametoka the same company yenye nilitoka. So we became friends. It was easy for you. Sasa niende alikuwa anakuambia kazi inatakaga hivi, inatakanga hivi. But pia huyo madam alikuwa mfine sana, bwanake ako too fine kabisa. So I stayed there 3 days. Alafu sasa nikabukiwa flight ya kwenda kwenye nilikuwa naenda kufanya nini? Kufanya kazi. Okay. At least sasa ulikuwa hiyo kawoga ama kanini ya siku za kwanza kalikuwa kamiondoka? Mimi si mtu wa uoga. As in mimi sinanga uoga tu totally. Hivyo. So ukafika? Nikaenda kwa huyo madamu wangu sasa mwenye nafaa kufanyia kazi. She was welcoming. So hiyo siku ya kwanza sikufanya kazi. So nilifika late usiku. Akaniambia sasa tuelewani lugha. Juu ya ni Kiarabu, mimi ni Kizungu. So akanipea maji, akanionyesha room, akanionyesha bafu hivyo. Nikaenda nikashawa, nikakula, nikaenda kulala. The following day alikuwa amenichukua akanipeleka kwa saa, akaniambia ukiona imefika 10 uamke hivyo. So when niliamka 10 nilipata hapo ameningoja, akanionyesha kazi kwake vile inafaa. Na ever since alinionyesha from the first day. Hivyo ndo niliishi kufanya mpaka the last moment. Wow. Hebu nieleze, ilikutake how long kwanza kusikia chenye unaambiwa in Kiarabu? 3 months. Oi. Na hizi 3 months mlikuwa mna communicate aje? Sign language. As in kasi sielewi, like mimi ile mashini nilipata huko si yenye nilifunzwa nikiwa shule. Nilipata automatic. So kama mimi sijui, nilikuwa naenda kwa madam na mgonga hivi na mfanye hivi. Si tunaenda kwa bafu na mwambia hii. Na naelewa. Hivyo ndo tuliishi. Na anakuonyesha sasa just how to go about it. But delay kuelewa juu alinifunza 3 times.
hiyo kitu mpaka nikaelewa hivyo, na hakuwa na shida, alikuwa ananionyesha hata ni kimwambia tena mara nyingine na nyingine hivyo. Ebu Nelly, tueleze aje, mara mingi ukisikia zile story negative, of course hapa kwa hii show tumekuwa na positive stories, ukisikia zile negative unasikia watu usema wanalala saa 6 usiku wanaamshwa saa 9 asubuhi sijui nini. Hizo ni experience zao. Probably what was your experience, na kazi yako ilikuwa gani from morning to jioni? Ulikuwa umetarajia ufanye kazi gani? Mimi masaa mingi yangu ilikuwa ya kulala, sitadanganya na simu. Okay, mimi masaa yangu ya kuamka ilikuwa 8. Vile niliambiwa, lakini mimi nilichange juu hakuna kazi mingi, si we are only 2, so kazi si mingi. So mimi nilikuwa nimejiandikia kuamka 9:30. 9:30 kwani ukiamka by the time 12 imefika ushamaliza kazi. Si kazi mingi. Kwani ni nini? Vyombo vile tunoshaga huku home kwetu. Choo, hakuna kitu kingine, si kitu kubwa. Hamam na kitchen hivyo, yani si kazi mingi juu si tuko wawili tu, so kazi si mob. Kitu kama vacuum, of course huwezi vacuum every day, ni once in a while. Yeah, hivyo. Nani alikuwa anapika? Si ni mimi, lakini nilipika after 1 year 3 months. Nani alikuwa anapika? Si shosh. Ni alikuwa anamka anapika? Ana make breakfast. Ni kuamka saa ngapi breakfast ya nani yangu? Hapana, si kuna maziwa, kuna nini hizo, si unapika tu zako na wewe unajisort. So yeye akiamka 12 yeye anajisort pia yeye side yake. Alafu ikifika 4 ama 5 ndo anapika food yote sasa yetu ya kukula hivyo. Si wewe ulikuwa raha? Mwaka mzima na 3 months sikuwaiguza sufuria. Until sasa akakuja siku moja akaenda place akanipigia simu akaniambia leo upike. Mimi nilipika hapo madhogodhanio. Mashakura. Lakini walikula si ali hata hiyo time au sons zake walikuwa, lakini tulikula zote hizo food. Muslim kwa mnakula nini huko? Mchele na kuku ndo main food. Okay. Mchele na kuku ama mchele na nyama hivyo. Okay. How was your relationship between wewe na huyo employer wako? Sounds like it was a good thing. Juu mwanzo hata kabla tufanye interview nilikuuliza employer wako alikuwaje, ukaniambia she was the best. Kwa nini ulisema hivyo? As unajua, I guess according to me, I was old sometimes kwa na karoke ingine tu kazuri. Kauzazi. As unaona huyo msee, she's not a command hivyo. Darakwira wekiodo hivyo, yani unaona mna yani mko tu fine. As in msee mwenye like wangu kazi yake tu ni kulala. Hakuna siku atakuja kuinvestigate akwambie Nelly hapa ujosha vizuri. Unaona hivyo. But me walikuwa wananiita Leila, walishindwa kutamka Nelly. So hakuna kuji kukuambia ile place ni chafu. Yani unexpect wewe ujiambie place fulani si safi, utengeneze, unaona. Mseka huyu hakuna siku mtawai sana hivyo. Na kazi yake ni kulala, amke apate kazi yake ni safi hivyo. Hamta iko sana. So me tulikuwa tunakaa tu vizuri, ni kama mama yangu. Na yeye akiniambia kitu namsikiliza. Nikisema kitu ananisikiliza hivyo. So mimi siwezi complain. Wow, that's a good thing. Na kutoka uende huko, ulikuwa unapata off days ama kutoka nje kidogo, kurudi? Kutoka nje, saa kwetu ni ushago. As in, utatoka nje uende tuka duka kufanya nini na unapata everything you want kwa hao. So mali unaweza enda mbali unless utumwe kwa daughters za madam hivyo ama utoke huko nje uote jua kitukaa hiyo. But you're not complaining ati tuendi pahali. Unajua si lazima upewe off. Ukimaliza ukimaliza kazi saa 6 the whole day hakuna kazi unafanya. So you can say hiyo ni off day yako. Bora unapata at least time ya kupumzisha mwili yako. That is true. Na simu ulikuwa unaruhusiwa 24 hours. Nitapigia everybody nataka ataka ni boyfriend. Na nitapiga hata madam akiwa hapo na she will not complain. Weye, siku ulitoka basi ilikuwa sad kwake. Walilia tu. Hebu tutafika hapo. Ninataka tuende ka break tu kidogo, ndio tukirudi nataka nikuulize maswali kuhusiana na malipo, kwa sababu I think shida mingi yenye imepata watu wengi wenye wamekuwa Saudi, not wengi but a few people I've spoken to, utapata pengine pesa yake huku Kenya kwenye alikuwa anatuma, kuna mtu alitumia vibaya, ama kuna mwenye amesema pesa yake imeibiwa akiwa Saudi Arabia. For example, the recent case I had in the show. So tutataka utueleze
experience yako na malipo ya Saudia. Asante. Okay. Tugwikiria oro hanini na tugithie breaki uririkane turaraniria na Nellias arajira araikarite bururi wa Saudi Arabia kwa ihinda ria mwaka umwe na mieri 10, that is close to 2 years, na togwa aratwira experience yake irari njega muno na mundu ucio wa mwandikite kana mutumia ucio wa mwandikite. Tugikiria ndukariganirwo Brico Homes ni rugamirire kirathi gia Karo Kinyugo Mwaura, na riu ni ngukuririkania project igia ica ikuhi iria iri mwena wa Juja Farm kuria migunda ya 40/80 irendio na thogora wa 600,000. na we uri Saudi hihi urathikiriria no korwo hihi ukirigwo niko ungigithia na ni ati ungituma mbeca ciaku nigetha ugicoka ugakora kamuthithu waku handu. Ningikwira ucagure Brico Homes tondu aya ni andu maigaga kiriko kiao na magukikinyiria title deed yaku ona kana uri nja wa bururi no makurehere na DHL kana guku bururi-ini no utume wa andu mundu kana andu anyu thiini wa wabici ciao iria iri Jewel Complex nigetha makorwo makirumanirira na mugunda uria ugurite kahora o nginya wiyukie title yaku. Na ni undu wa horo makiria horera polling kuhitukira 0721 077 077. Nituracokereria ndugathie haraya. Nitwacokereria ino ni part 2 ya rugano rwa Nellias ni warathie na mbere gututariria na ningenaga riria ndaigua ngano njega ciumanite na nja wa bururi nigetha rimwe tugekira na mwihoko. Ni njui ni rimwe ni tuiguaga ngano cia kuraga andu ngoro iria ciumanite ona mabururi ma nanja, no ni wega tukahimbiria iria njega ciraingira thiini wa bururi witu. Nellias riu tuma haha ni ngukwirite riu ni ngukuria horo wa marihi maku. Andu manauga ati mathiete Saudi na makaga kurihwo, angi makauga manauma kuo moko matheri, angi magakinya bururi-ini ni mereciria mena mbeca handu bengi but mbeca ici itiriho. Ni twambiririe nawe gutwira atiriri mutumia uyu ni akurihaga mbeca ciaku on time na warehirwo kuma the first month venye ulienda huko? Si ukiingia tu hivyo hiyo siku umefika mshahara inaanza kujihesabu tu hiyo siku. So at the end of the month kwa hivyo una expect mshahara. Ya mimi nilikuwa nalipo but ile problem nilikuwa nayo ni kucheleweshewa salary ukisema unatumia watu home hivyo. Sasa hiyo tu ndo challenge naweza sema nishaipitia. But when it comes to salary siku analipwa nusu ama nalipwa quota hivyo. Nilikuwa tu nalipwa full yote. Na ukilipwa ulikuwa na bank unaenda unaweka kwa account yako ama ulikuwa pesa yako ulikuwa unawezaje kukaa na hii ndio nakaa nayo hii ndio natuma nyumbani? mimi pesa yangu nilikuwa nawekewa na boss hapo stadanganya. Are you serious? Ulikuwa trust that much? Nilikuwa memtrust juu msianitesi msiakufanyia anything unaweza mtrust juu hata ukiangalia mse hivyo utaona tu yani kuna mse tu utaangalia tu hivi uone mse hizi nifanyia kitu mbaya unaona. So like si tulikuwa nalipo 900 in Kenyan money ni 24 sin 24 to 24 hapo. Wow. But sometimes italingana na rate hivyo. So ukilipo hiyo 900 nasema like 400 ni za madhe, 500 ni zangu. So unaona 500 inabaki na madam, 400 natumia madhe na mwambia hizo ya kutuka hiyo. Na sasa what was the reason behind wewe kufikiria unaweza mtrust akae na pesa yako? Mimi ningejiwekea pesa kwa room. But since room yangu sikuwa nafunga, nilikuwa naona ni kama si anaweza ingia chokoranisha apate place nimeweka. Alafu naona sometimes kujiwekea pesa kwa mwili sometimes unaweza enda kutoa nguo ianguke unaona. So mimi nika decide she was the best kuweka pesa yangu. Wow. Na nikuulize hii time yenye unatuma pesa ni kumaanisha you really supported your family hiyo time yenye uko huko, your child, your mom na kila mtu? Yeah. Okay. What was their response wewe kujua venye ulienda huku wasahau? Of course unajua mzazi kama mtoto wake akona huko amtumie ka kitu yani ni furaha ya mzazi. Plus it's more blessing by the way. Mzazi wako sometimes akiwa uko umemtumia ka kitu anakubariki tu. So huwezi pata anything bad ukiwa side hizo zingine. Haya, hii pesa yenye sasa wewe umejiwekea ile siku ilifika siku yako ya mwisho alikupatia pesa yako yote? Hiyo siku nilikuwa na home. Yote. Akubaki hata na bob. Akakurudishia yote? Si ndio, si akanipatia hata nakuuliza tu niko na deni yako ya pesa ngapi? Maybe sometimes hapo akikuuliza hivyo anataka kupime aone kama unaweza mdanganya unaona. Wanakuaga hivyo sometimes. So unamwambia juu pia yeye kwa minds zake ni hizo tu. Akanipe. Okay. Najua ulikuwa umeniambia before we started the show
hutaweza kusema what kind of project ulikuwa nao na hii pesa yenye ulipatiwa, but for the sake of the viewer juu hako amesikia nikikuuliza, pengine unaweza tuambia hii pesa sasa yenye umebaki nayo, ulikuwa umenieleza ya kwamba mtu ujibakishia kitu ndio ukikuja at least unaweza kuanza maisha yako. So venye ulikuja ulibadilisha, then you had a project ulikuwa unafanya? Nilikuwa na project tu kadogo. Nilikuwa nataka kufanya hivyo 1 2 3. Yeah. Na alafu zingine unajibamba unapea mwili pole. Ati? Ndio, sometimes unajibamba unaambia mwili pole bana. 2 years huko si mchezo. Kweli. Project ilisha. Na utakubali kutuambia what project? Ikuisha because pesa ya Saudi si mob. Ni kiasi. Unaona like 24 si mob. Unaona? So ikuisha. Plus me I'm planning to go back. Nitamalizia next time. You want to go back? Yeah. Meaning the place was good for you. Si mbaya, siwezi complain. Unataka kurudi lini? Hii mwezi tu. Wow, that's nice. Unarudi to the same place ama utatafuta pahali pengine? I need to change. Okay. Si poa tena kukaa place moja for muda mrefu. Haya, nikuulize, ukiwa uko ndani, nikifanya hizi interviews nimejua jina Kukemboi, ile ati unatoka kwenye umeajiriwa unatoka huko nje. Wewe hizi siku zote umeishi na shushu, ushaifikiria Kukemboi? Sijai hata tamani Kukemboi mimi. Hebu tueleze. Kama napata everything yenye nataka kwa hiyo hao, reason ya kufanya ni Kemboi ni gani? Hakuna. Unajua sometimes msee huwa ana pressure na wase ama maybe alipitia mashida mingi ndani ya hao ndo akaona akemboi hivyo, but me pangu sijaitamani Kukemboi. So pressure sometimes ufanya watu wa Kemboi. Juu nasikia uko nje kuambia hapo wanalipwa 3,000 na wewe uko kwa 900, utakemboi? Utakemboi? But utaacha documents nyuma. Utakemboi, yes, sikatai. Lakini hawatuambiangi shida unaweza pitia na hapo nje. Ukiwa nje unaweza shikwa, unaweza kuwa kwa msiku na ID uende hosi ukose kutibiwa. So heri at least kukaa pahali uko secure, si ndio? Mimi nikiimagine ka passport kangu. Na most of the times if you Kemboi kurudi na kwa ngumu kiasi, ukiacha documents. Unajua una passport, una anything unless ujisalimishe kwa serikali wa kurudishe. Tukaa hiyo. Okay. So now nataka tukuje hapa kwa siku ya mwisho yenye sasa shushu kwa heri, mimi itabidi nimerudi Kenya na everything like that. So how was your last moment na hii familia yenye umekaa nao close to 2 years? You know 2 years is a long time na kuzoeana na mtu na una feel mtu is part of our family. So how was it? As in me kwangu nilikuwa na feel nikaa ninaacha mseka wa familia hivyo kama vile niliacha mtoto wangu first time. Juu unaona mshosho tulikuwa tumezoeana, nikaa by the tuseme nikaa tu nilikuwa mtoto wao mdogo. Juu unaona walikuwa wananitreat tu kama family hivyo. Ilikuwa tu painful by the juu huyo mshosho wangu alimwaga machozi juu mimi nilikuwa naishi kumwambia sirudi kwa nyumba yako tena, nataka kwenda place nyingine hivyo. So wanasikia vibaya ni hiyo relationship yenye tulikuwa nayo. Alikuuliza kwa nini utaki kurudi? Sometimes mtu alikuwa amekasirika na mwambia the truth. Ni venye mnanicheleweshaga mshahara, nikiwaambia mnitumie pesa kwetu amtumi right on time hivyo. But sometimes ukiwa umekulu na tu namwambia aje I'm not just interested, yani utaki kufanya kazi tena, unataka kwenda home ku settle hivyo. But anyway, you know, change sometimes is good. Una feel experience hapa na hapa pengine, and as long as you do the right thing, hakuna mtu mmekosea mmeachana in peace, that is the right thing. Kilo safi tu. So nani alikukujia airport after umerudi huku? Mom. Mom, sister yangu, mtoi. Na mabeshte wa mom. How did you feel? Mtoto wako ulimwacha akiwa 1 year and 5 months. Sasa ndio huyu 2 years later. Uliona tofauti gani? And even for your mom, walikuwa aje? As in, walikuwa fine. Lakini sasa unajua hapo kuna feeling mwingia msee mnalia hata mweza kuongea. Juu unaona kwenda na kurudi by the way, it's God's grace, unaona. So hapo tunakuwa mingi hapo ni machozi tu. Hiyo siku umefika. Wow, but it was really nice to see your mom and your family. Sana. Kuna kitu yote ulipata imebadilika in the family ama just anywhere? As in me sikuwa na anything change anywhere.
Everything was okay? Yeah, everything was okay. Hakuna kitu nilisikia ati shida ama nini. Okay. So how has your stay been? Ulikuja July na sasa tuko October. Hizo miezi imekuaje maisha? Pengine umepatana na watu wengine walikuwa Saudia pia, ukasikia story zao, ama how has it been? As in home kwetu, wasai ni waoga. Wezi sikia msee alienda. Unless aka hivyo nilikam home, unasikia msee akisema, he, kama umerudi, hadi mimi naweza enda hivyo. But sijapatana na msee mwingine isipokuwa Kate na hao wenye tulikuanga the same company before tuende hivyo. Okay. So tukienda kumalizia interview, pengine what was your greatest lesson hiyo time ulikaa Saudia? For me, as far as you know what kitu ilikupeleka Saudia, stick to that. Kama umetoka hapa ukasema ni kazi umeenda, wewe ndio ufanye kazi yako vile inafaa. Na ukifanya kazi yako vile inafaa, kuna siku mtaiko sana na anybody. Jumarabu anataka kazi yake ifanywe perfect. Na akiona ka kitu hivi, unajua ukimuonyesha from the start ati wewe ni mzembe, hivyo ndo atakubeba na atakuwa anakusumbua excess. But vile amekwambia kazi yako kazi yako inafaa ikuwe hivi, hivyo ndo unafaa ufanye hivyo. Ukitoka tu kwenyu, we stick to that, umeenda kufanya kazi na kutafuta pesa. That's all. Okay. Na ujue uko si kwa mama yako, ukubali kutawaliwa juko kwa wenyewe. Ukiitwa usianze kudelay kusileki. Unaenda kwa sababu they are paying you for that. Akikuita usingongoreke, sinaitango hivyo kungongoreka na Wakikuyu. Unaenda tu juu amekuita na niye anakulipa, so you are supposed to go. Wow, that is interesting. So unawezaje ambia watu wenye saa hizi kuna watu wako na kilio probably juu pesa yao ilitumika vibaya ama pesa yao ilipotea? Kuna mtu saizi anasema hata kwa madawa siwezi rudi Saudi. What would be your word for people who want to go na watu wameenda na experience yao haijakuwa poa? Unajua sahi msee mwenye ameenda aka experience kitu mbaya Saudi, ni ngumu kumsikiza arudi. So hiyo mimi hapo siwezi mwambia kitu. Na msee mwenye anataka kwenda, ni vizuri msee kwenda kujaribu bahati. Kila mtu anakuwa na bahati yake. Nellias, last question. Unajiona wapi in the next period yenye utaenda? Probably what are your goals for the time utaenda? Si maybe utaenda another 2 years, si ndio? Maybe what is your ambition hiyo time yenye utaenda Saudi? By the time unarudi, probably ni nini unataka ume achieve? For me, nataka next time place nitaenda, nikirudi sitaki nikuje kuanza kurent manyumba za wenyewe. Yeah, at least nikuwe na kanyumba kangu. Ataka kama tope, sipeani rent. Wow. That's good. Yeah, that's a good thing. Na ukitaka please invest in Brico Homes. Kitu yote ungetaka kuongezea, Nellias? Wow, all the best. All the best as you go. I hope I'll be around to see you ukienda. Isiwe mwisho ati hapa ndio tumeonana kwa interview. Thank you so much. Thank you. Asante. Rĩu nĩ rũgano rwa Nelly Sankale otogo waigua gĩtũtarĩria mundu wona hihi akiandikwo wira wathie o haria hothe uri kana thiini wa bururi kana ni njari ni wega gutia haria uri wira ririkana ogwa twira wira ucio ri niguo ratuma uriho koguo mundu rerika wira-ini gake ririkana Ngai ni onaga na nikio arathimaga wira wa moko maitu tugacokia ngatho ni undu waku gwitikira hindi ciothe gukorwo ri murumiriri wa kirathi gya Karo Kinyugo Mwaura na makiria tabarira na ya This Is Me iria koragwo na ngano cia andu matiganite nigetha igakorwo ciri cia gwikira moyo ona nie haha ndi no thikagiri ya maundu maingi na maria ndahota kuiga meciria-ini na ngoro ngakorwo ngimarutithia wira muturire-ini wakwa ririkana Brico Homes ni rugamirire kirathi gya Karo Kinyugo Mwaura. Brico Homes ni kambuni ihotanire ni undu wa wigiririki hari wendia wa migunda na ni undu wa kuheana title na kwendia migunda mikinyaniru na ungikorwo ni ukubatara mugunda thiini wa Brico Homes tena migunda kuria mwena wa Nyahururu Mai Mahiu Kitengela Juja Farm kwena project igire ningiririkana kwena Brico Heights iria ni apartments cia 1 bedroom iria iredio ni Brico Homes irathi na thogora wa 2.9 million no wigithia deposit ya 900,000 na urihe na ihinda ria 15 months nigetha ukorwo ukinengerwo nyumba yaku ihinda-ini ria mieri 24 rika ni nyumba njega muno ire na utheri muingi cire na space ire na kundu gwa gupark ngari ire na riko metha-ini bafu kio
goro na ningĩ balcony njega mũno ire mwena ũcio wa metha-inĩ. Nĩ nyũmba ndĩrakoretwo ngĩkũrehera thĩinĩ wa video ĩrĩa ngũkorwo ngĩ-attach thutha wa video ĩno. Rĩtwa rĩakwa nĩ Karo Kĩnyugo Mwaura, ririkana gwĩta ũcio ũngĩ nĩgetha hamwe tũgakorwo tugithoma maundu matiganite. Ndinaririkana gukwira ndungigeithia mundu umwe wi Korea Saudi, just one person haha guo tuhinga nake show. Labda nisalimie wacha nisalimie wawili. It's okay. Juu niko na wawili. Kuna huyo beshte yangu anaitwa Rosemary Mwihaki, kutoka company the same. I feel tagged. Na kuna huyu, she's like a sister to me, anaitwa Abigail. Abigail Wanjiro, pia I feel tagged. Wow, Rosemary na Abigail geithĩkai mũno kũu guothe mũrĩ, na niĩ ngageithia arĩa othe nyonaga magi comment hau, na inyuothe mũi kũu tũkamũhoera Ngai amũige wega na amũige na thayũ wake, mũgĩcoka bũrũri-inĩ ma mũtikanacoke moko matheri, mũgĩcoka Ngai agakorwo amũgitĩire kũu mũrĩ, na nginya mũndũ ũragera moritũ Ngai arogũkũra ũritũ-inĩ ũcio nĩgetha ũgĩcoka bũrũri-inĩ otaguo Nelly Sankale mũkonana na andũ anyu wĩ mũgima, nawe onawe ũgakora andũ anyu marĩ agima na maũndũ maku magĩrĩre. Rĩtwa rĩakwa nĩ Karo Kĩnyugo Mwaura.